katoto kama vile katapila, kanampatiaga enta tatu bila, nikikashika na forget hata mpira. Oh mama. Okay. Yoyo, mambo vipi? Karibu tuyajue ya mtaani. Uko nami mtangazaji wako S Wilonja. Usikose kuangusha comment, like na vile kutumia wandugu na marafiki wengine pia. Kwa kupita tumekutana naye Kenzo Boy TZ na tutaongea naye mawili matatu kuhusu kazi yake. Mambo vipi kiongozi? Shwari. Mambo yanaendaje? Shwari tu. Sijui unasemaje. Tunashukuru kabisa. Tunaona ya kwamba unavuta mambo hapa. Ya nimeamua kuja out siku ya leo nije kuenjoy kwanza mwenyewe. Sio mambo ya moshi tena kidogo kuchanganya kichwa. Kazi inaendeleaje? Kazi ipo sawa. Kama jinsi mnavyoiona tu ipo fresh. Kila kitu kipo sawa kabisa. Tukisema Kenzo Boy au Kenzo TZ ni jina ambalo aliwezi kupotea kwenye fani hii ya mziki nchini Malawi kambini Zaleka. Mziki huu ulianza mnamo mwaka gani? Mziki huu nilianza kiufupi 2019. 2019. Mwaka wa 2019. Yeah. Kwa nini ulichagua mziki? Ni kitu ambacho mpenzi wangu kwanza alikuwa anataka sana. So alikuwa anataka niwe mwimbaji. Na nikaamua kuanza mziki. Na baada ya hapo ndo watu wakanikubali, nikaendelea na kazi. Unapenda kumaanisha kwamba sio wewe uliopenda mziki lakini mpenzi wako ndio alipenda mziki au ndiye aliyekuingiza kwenye mziki? Kila kitu kina ushawishi. So aliyenishawishi kuanza mziki ni mpenzi wangu. So baada ya hapo ndo nikaanza mziki. Ni nani? Anaitwa Jasmine. Jasmine. Yeah. Je, bado yupo hapa Malawi au yupo nje ya Malawi? Labda nikupe namba yake umuulize. Unaonaje, umpigie kwanza simu tujafika hapo. Wakati alipokuhusisha au alipokupa hayo mawazo, je, ni changamoto gani uliyoiona kwa kuanza kazi hii? Mara ya kwanza kipato kilikuwa kidogo sana. Madirector walikuwa bado hawajaanza kufanya vitu vyenye quality. Kwa hiyo tulihangaika sana pamoja na madirector wote wa Zaleka kuangalia njia gani tunaweza tukatumia ili kazi ya nyumbani iwe sawa. Yeah. So changamoto ilikuwa kwenye pesa, kwenye show. Na madirector wetu walikuwa bado hapo down, lakini hatukuchoka, tukapambana pamoja mpaka saizi tupo fresh. Wakati mpenzi wako alikupa mawazo ya kuingia kwenye industry ya mziki, je, ulitarajia kupata nini na mpaka sasa ni nini unachokipata kwenye mziki? Mara ya kwanza mziki tulikuwa tunafanya for fun. Tulikuwa tujua kama mziki unaweza ukalipa. Yeah, na ukiangalia saa hizi mziki unalipa. Yeah, mziki upo fresh, mziki unalipa, unaingiza pesa. Na tunachukulia kama biashara sasa hivi, because zamani tulifanya kama for fun, yani kuchukua, yani kama kujifurahisha tu, masifa, watu wakuone wewe ni msanii nini. For now tunachukulia kama biashara, sio kama zamani. So ndo kuna utofauti wa zamani na sasa. Yeah. Labda nirudi hapo kwenye changamoto ya zamani na sasa. Zamani ulikuwa ukikamata kama au ulikuwa ukichukulia kama for fun. Je, muda huo wa zamani wakati ulipoanza, wakati mpenzi wako alikupa hayo mawazo, ni nani ambaye alikusapoti kipesa mpaka ukafikia kuingiza wimbo wa kwanza? Of course hakuna aliyenisupport. Nilianza mwenyewe tu. Nikapiga kusa, nikapiga mapepeta. So baada ya hapo basi, yani hakuna aliyenisupport. Muda huo ulikuwa ukifanya kazi gani? Nilikuwa nasoma tu. Nachukua hela nyumbani naenda natoa mziki. Yeah. Kwa sasa hivi umesema ya kwamba madirector wengi kwa sasa wako serious sana na kazi zao na wanatoa mambo ya quality. Yeah. Je, ni kazi gani unayoifanya kwa kupata pesa kwa ajili ya kuingia studio? Kwanza nina Kenzo Cash. Kenzo Cash ni organization ambayo inasaidia wakina mama ambao hawajiwezi kuwakopesha pesa na watu wafanya biashara afu wanarudisha na faida kidogo. So inaitwa Kenzo Cash. Ndio CEO. Ulianzisha mnamo mwaka gani? Ilianza mwaka jana. Mwaka jana. Je, kabla ya mwaka jana kulikuwa na kazi gani ambayo ulikuwa unaifanya ambayo inakuwezesha wewe kutoa wimbo mpya na mengine? Kazi zipo nyingi. Na kazi zingine hatuwezi tukataje. Lakini kazi official ambayo ninayo saa hizi inaniingizia pesa hiyo ya Kenzo Cash. Inayokuingia, lakini kazi ziko nyingi na zingine haziwezi kusemwa.
lakini usisahau kusema ya kwamba kuna vijana fulani ambao tunawaona kambini humu wanafanya mambo mengine na wao pia wanasema kazi zipo nyingi. Je, aoni kama hiyo nayo pia itawapa maswali sana so wanaokufuatilia au wadau wako au wapenzi wako? Kila mtu ana njia yake ya kupata pesa. Kama watu watakata viuno kupata pesa ni fresh, kama ataiba atafanya nini ni fresh, haina tatizo, ili mradi apate hela. Lakini mimi siibi, mimi sikati viuno. Ukimaanisha kwamba wale vijana wanaokata na waruhusu waendelee kwa ajili ya kama wao wameona kwamba kazi hiyo ni nzuri wafanye tu, haina tatizo. Kama wanaona ni mbaya waache. Asante. Wakati tunafuatilia kazi zako tulikuja kuona ya kwamba hakuna kolabo yoyote ile na wasanii wa kambini. Je, ni nini kinachokufanya usiimbe na wasanii wa kambini? Wasanii wa kambini kila mtu ni msanii mkubwa, hakuna ambaye anakubali kujishusha, unaelewa? Na unapomwambia mtu mfanye naye kolabo anakutangaza kambi nzima, Kenzo kaniomba kolabo saa hizi, Kenzo ameisha na kaniomba kolabo nini, unakuta kila msanii anajiona brand. So ni vigumu sana kufanya kazi na mtu ambaye unajua kwamba yeye kazi yake ni kujisifu, na ukimuita kama unataka kumpromote wewe, sio kumuomba kolabo kwamba ndo wewe umeisha. So wasanii wa Dzaleka ni vigumu sana kufanya nao kolabo, kwa sababu utakapofanya naye kolabo kwanza unakuta yeye ndo anajisifia sana, ikiwa wewe ndo umemuomba, you see. Ndio maana unaonaga mimi anytime huwa naingia zangu town, nachukua wasanii international, napiga nao nini, napiga nao kolabo. Auoni kama hiyo itakugharimu? Kwa sababu ukiangalia wasanii wa kambini kutumika nao kufanya nao kazi ni bure, lakini hao wa nje ya Dzaleka unakuta kwamba wanakuomba pesa. Je, auoni kama inakugharimu sana kuliko kutumika na wasanii wa hapa nyumbani? Cha bure siku zote kinaga heshima. Bora kulipa, kwa sababu kitakutengenezea heshima. Kitu ambacho umetafuta kwa jasho utakiheshimu. Kwa sababu kwa mfano nikienda kuomba collabo mtu ya bure, si tu heshimu. Kuna dogo ambaye niliwahi kumpa collabo, kachukua video kaposti nzima TikTok ili msupport, lakini dogo kachukua video kaenda TikTok kaposti video nzima yenye gharama kubwa sana. Kwa hiyo ndo maana nikasema hawa watu wa nyumbani sio watu wa kufanya nao kazi sana kama wajielewe. So una mawazo gani? Una mawazo ya au unatarajia kufanya nao kazi baada ya miaka mingapi? Hata kesho hata leo nafanya nao kazi, lakini kwa wale ambao wanajielewa tunafanya kazi tu. Kazi ni kazi. Wimbo wako wa kwanza ulikuwa ukiitwaje? Wimbo wa kwanza unaitwa Pukusa. Ulitoka mnamo mwaka gani? 2019. Mwaka wa 2019. Je, unaweza ukauimba kidogo? Katoto kama vile katapila kanampatiaga enta mtatu bila nikikashika na forget hata mpira. Oh mama. Okay. Nimeshasahau hata YouTube ni delete. Kwa sababu nilikuwa nikiangalia ile quality nasema hii haifai. Kwa nini ulivuta? Maana unajua unapoweka akiba ya vitu ulivyovifanya hapo zamani inakuwa inasaidia. Huoni kama itakuharibishia sifa yako ya waimbaji ambao walikuwa kufuatilia zamani? Haiwezi karibu sema ipo. Hata kwenye ma studio haya nyimbo bado zipo tu sana zinapigwa na ni za zamani. Alafu kuna YouTube ya zamani hizo video zipo, lakini ya kwangu ya sasa nimevuta hizo. Ni msanii gani baada ya kupata hayo mawazo ya kusema uingie kwenye mziki au kuingia kwenye game ya mziki, ni msanii gani ambaye ulikuwa namfuatilia vizuri ili na wewe pia uje kuonekana huko vizuri? Okay, kivyangu mimi nilikuwa nikifuatilia wakina Diamond, wakina Konde Boy, Mbosso Khan. So na kama jinsi nimekuambia long time game ya muziki ilikuwa sawa. So mpenzi wangu alikuwa akiona watu wana perform anafurahia sana nini. Sasa mimi nikawa na off, so unajua adolescence. So ikanifanya mimi acha na mimi nifanye mpenzi wangu awe anafurahi kwenye muziki na mimi niwe na perform. So wakati naanza muziki vita vilikuwa vingi sana, sikuwa napata sehemu ya kuperform. Lakini mpenzi wangu alinikubali tu na akanipa moyo hapo kuimba, na ndo mpaka sasa hivi nipo hapa hivi like Kenzo Boy King of Jungle. Unaweza ukamwambia nini mpenzi wako, maana unamficha sana hivi au kuna kitu fulani ambacho kimetokea?
Hayo ni mambo ya siri. Mambo ya siri. Ulisema ya kwamba ulikuwa ukimfuatilia Diamond, Konde Boy. Je, ni nani kwa hao wawili ambaye unamkubali sana na ambaye ulikuwa ukimsikia sana? Kati ya wawili siwezi nikachagua wote ule kwa sababu wote nawakubali. Yep. So unaweza ukaimba wimbo wa Diamond ambao ulikuwa ukiufuatilia sana na kuupenda? Siwezi nikaimba ndugu yangu. Labda Konde Boy tu. Wimbo gani wa Konde Boy? Baby for your body I wanna spend my million. I see you the one in a million. I swear I go never live alone. Oh, I go die for your matter. Ni Konde Jeshi. Kwamba sauti yako inafanana na Konde Boy hivi. Tunaona kwamba huko kama Konde Boy. Nimejipata mwenyewe kusema ya kwamba unayemfuatilia sana ni Konde Boy. Hapana. Ni mwimbaji gani ambaye unaweza ukapenda uyahige lifestyle yake au maisha yake anayoyaishi? Kivyangu mimi na ndoto ya kuigwa sio kuiga. Lakini unapoanza kuiga ndo unajifunza njia gani ya kupata brand yako ambayo unataka kujitengenezea. So inabidi kuangalia wengine. Kwa hiyo kuiga, neno kuiga siwezi nikakosa kuitumia, lakini mimi nina ndoto ya kuigwa. Yep. Asante, una ndoto ya kuigwa, sio kuiga. Kwa kupita kwenye mtandao wa Facebook tuliona Zuma Boy, Manvi na matumaini mmoja wao, wote unawafahamu, lakini kuna mmoja ambaye aliandika comment hii au ukurasa huu ambao tutauongelea muda huu. Amesema ya kwamba Kenzo Boy ni mwimbaji ambaye anapenda sana uimbaji lakini hajui kuimba. Kwanza sio mwandishi, sisi tunamwandikia. Vile akasema ya kwamba kwenye hali ya kuimba unatoka sana kwenye note, wao wanakusaidia. Je, hiyo imekaaje sana? Na umesema ya kwamba ulianza uimbaji mwanzo sana. Msanii huwa anategemea vitu kama hivyo. Na watu wanapojaribu kusema vitu kama hivyo ni kitu kizuri sana kwa sababu ndo unajua tatizo lako. Kama natoka kwenye noti, nitarudi kwenye noti. Kama sijui kuimba nitajifunza hadi nijue. Haina tatizo, bado mziki tunaendelea nao na tunatamba nao. Ukimaanisha kwamba ni kweli walivyoviandika kwenye ukurasa wao huo ni kweli? Sio kweli. Kwa sababu mimi ninapokwenda studio nahisi naimba vizuri, lakini ukiwa msanii inabidi usikilize pande zote. Comment za watu unazifanyia kazi. Kama unajua kuimba basi make sure unaangalia njia gani ya kufanya ili ujue kuimba, na kama uandiki vizuri basi rekebisha kuandika kwako. Usichukie eti mtu kasema eti hujui kuimba mara nini unatoka kwenye note. Vile ndio vitu ambavyo mimi kama msanii Kenzo Boy, King of Jungle, hata ukinitusi mimi nafurahi tu bwana. Mbona maisha haya hakuna anayejua kesho. Wewe ni tusi lako ambalo utanipa mimi litanifunza. Bwana. Labda tuguse hapo. Umesema ya kwamba wewe au kwaziki au usiriki au hauna muda wa kupitia mambo yanayokupotezea muda. Labda nijue kidogo kiongozi. Katika kazi yako ndani ya Malawi umeshatumika na waimbaji wangapi wakubwa na nje ya Malawi? Nimetumika na wakina Rashley, Temwa, Lady Aika, na kuna wakina K Banton, na bado kuna kolabo nyingi sana ambazo naweza nikatoa very soon. Wakina Zeze tutakuwa na ngoma nao, sema mambo ni mengi sana. So unajua chuki za watu tena. Chuki ndo zinafanya usiwe na kolabo nyingi. Unakutana wenzetu ambao tunajuana nao, ukiwakuta kwenye kiwanja huko mjini town, wanakuia brand mkimbizi nini. Tena wenzako wakimbizi ndo wanakushusha chini. Kwa hiyo ni vita tu, unajua muziki vita. Je, muziki vita, hawataki niendelee. Hivyo ukipata nafasi tafadhali niombe. Je, muziki vita ni kweli? Labda twende hapo kwenye muziki vita. Waimbaji wakubwa wa nchini Malawi wanakubali kuimba na wewe namna gani, na wewe ni mkimbizi? Kwanza appearance yangu kwanza. Tukiwa tunakwenda kuomba collab, tunaanza tumejipanga vizuri. Unaelewa, gari mbili, bodyguard wapo. Yaani msanii anakuona appearance yako anasema huyu jamaa vipi, mbona msanii mkubwa? Like that. Kwa hiyo baada ya hapo unatumia pesa na kipaji chako tu. Kujiaminia. So unajua muziki nao mvuto. Na kuna muda fulani uliandika kusema ya kwamba tusubiri ngoma na Zeze, lakini
kwenye wakubwa au kwenye watu uliotumika nao sijasikia jina la Zeze. Je, mambo ya koje hapo? Unajua nilikuwa na collab na Zeze ya nyimbo na ni wimbo unaitwa Amina. So kuna vijana ambao waliingilia kati kuchonga maneno ambayo hayaeleweki kwa Zeze. So project ikawa imesimama kwanza, lakini itatoka tu. Hakuna ambacho kinashindikana kama mtu bado yupo hai. Kwa sasa mafans wako watarajie nini, kitu kipya kwa siku hizi mbili hapo au hapo mbele? Kuna muziki naandaa watauona tu. Mimi huwa natoa vitu vipya tu. Huwa sitoi vitu ambavyo vimechukua muda mrefu sana ndio hivyo kabisa. Kuna muda ambao tuliona video fulani au wimbo wako fulani kwenye Wasafi Media. Je, ni wewe ndiye ambaye uliwapa wimbo au ni wao wenyewe walichukua ule wimbo na walipiga tu? So unajua tena niliwatagi. Baada ya kuwatagi, so wakawa wameona kazi nzuri. Wakawa wamefanya nini? Wakawa wamepitisha sio moja, zaidi ya 3 2. Huwa zinapita tu. Na tukirudi nyuma tukimuongelea Zuma Boy, wenyewe wanasema ya kwamba wewe sio mwimbaji wa kwanza wimbo wako kupita pale Wasafi Media. Je, ulifanya nini? Maana kuna wengine wanatafuta hiyo njia lakini hawaipati. Wafanye kazi sana, watumike sana, waoge dawa za mvuto sana. Unajua pale ni sehemu kubwa, msanii inabidi ushike dawa. Bila dawa utoboi. Kazi na dawa. Wahenga wameshasema kazi na dawa. Kama dawa yako ni Mungu, omba sana. Kama ni majani, oga sana. Ni wimbo gani unaokufurahisha au unaopenda sana kwenye nyimbo zako zote? Nyimbo zote mimi nazipenda. Nyimbo zote nazipenda, nyimbo zote ambazo nimetoa nazipenda, ndio maana nazitoa. Ambazo sipendi zinabaki studio. Zote unazipenda? Zote. Hakuna hata moja ambayo inakusumbua kidogo kuipenda zaidi? Mimi muziki tu ukiwa mpya na upenda. Ukichukua long time kwenye YouTube na uchukia, ndio maana natoa mwingine tena. Yani muziki kwangu unakuwa na inspire. Ukiinspire natoa nyingine tena, like that. Watu wakipenda kukufuatilia ambao bado wapya wanaweza wakakufuatilia kwenye majina yapi? Wanaweza wakafuatilia wanaweza kaita Kenzo Boy, King of Jungle, ama Jaja. Popote wananipata tu kwenye media zote. Je, unaweza ukatafuta au mtu yoyote akijisikia ukusupport unaweza ukamruhusu au unaweza ukamkaribisha kusupport? Yani mtu wote akijitokeza kusupport haina tatizo. Mimi nipo ready kabisa. Imeisha hiyo mwanangu, chukua. Okay, unaweza ukawaambia nini mafans wako au watu wanaokufuatilia? Watu wanaonifuatilia waendelee kuniunga mkono, waendelee kupambana na mimi pamoja, wasije wakanitupa, kwa sababu mimi bado najitafuta. Na I believe tutafika mbali tukiwa pamoja. Okay. Unaweza ukaambia nini wale wanaokutukana? Maana kuna video zingine tunaona kwamba comment ni mbaya sana. Unaweza ukawaambia nini? Wale ambao wamechagua kazi ya kunitukana waendelee kunitukana. Wale ambao wanaendelea kunisifu waendelee kunisifu hivyo hivyo. Mtazamaji wa Revelation Media, tulikuwa naye Kenzo Boy.